kile kiwanda kingekuwa hapa, hizo fedha zingeingia kwenye hicho kiwanda, zingekuajiri wewe, usingekuwa unafanya betting mtaani. Wewe ukipata pesa unajenga, unamwajiri huyu fundi. Huyu fundi akipata pesa ananunua mboga kwa mama anayeuza mboga. Yule mama akipata pesa anaagiza bodaboda amletee mboga nyingine. Bodaboda ananunua mafuta kwenye kituo cha mafuta. Yule anaajiri mlinzi, mlinzi ananunua kwako kitanda. Pesa inazunguka miongoni mwetu. Leo atakuwepo na mtu wa mahesabu, hao ni wataalamu wamesomea, lakini atakuwepo technician. Kiwandani pia atakuwepo na mama ntilia anayewauzia wafanyakazi wa kiwanda. Kiwandani atakuwepo na dereva anayeendesha magari. Kiwandani atakuwepo na mbeba mizigo anayepakia mizigo. Kwa hiyo kiwandani anaajiriwa kila mtu, mwenye elimu na asiyekuwa na elimu. Kiwanda kilivyokuwa mfano cha gunia. Leo nchi hii inatoa bilioni 70. Tunaagiza magunia kutoka India. Mkonge umekufa, Tanga, Lindi, Mtwara na Morogoro. Mkonge umekufa. Uongo kweli? Leo tunatoa bilioni 70. Tunaagiza magunia. Kama kile kiwanda kingekuwa hapa, hizo fedha zingeingia kwenye hicho kiwanda, zingekuajiri wewe, usingekuwa unafanya betting mtaani. Wewe ukipata pesa unajenga, unamwajiri huyu fundi. Huyu fundi akipata pesa ananunua mboga kwa mama anayeuza mboga. Yule mama akipata pesa anaagiza bodaboda amletee mboga nyingine. Bodaboda ananunua mafuta kwenye kituo cha mafuta. Yule anaajiri mlinzi, mlinzi ananunua kwako kitanda. Pesa inazunguka miongoni mwetu. Leo tunachukua pesa ndani ya nchi, tunaagiza magunia nje ya nchi. Tuna uongozi hapa? Na wauliza Morogoro, kuna uongozi hapa? Tukisema hapa kwao CCM mnaojiita CCM, tumekosea nini? Si tunasema tutafufua viwanda ili viwape ajira. Tumekosea nini hapa? Inakuaje nchi hii? Mwalimu aliacha hadi viwanda vya Kibo Matches vya kutengeneza viberiti. Leo kiberiti cha Kenya, Kasuku, ndio hatuwezi kutengeneza kiberiti. Kenya wakifunga viwanda vyao, tunarudi zama za mawe za kupekecha na nini magogo. Nchi gani hii? Hii ni nchi. Tuna matatizo. Umaskini wetu ni wa kutengenezwa na viongozi. Mwalimu aliacha viwanda vya redio, Philips Arusha, General Tyres. Mimi nimekuwa, babangu alikuwa na Land Rover, tunanunua tairi za General Tyres za Arusha. Leo tuna bodaboda kile kitongoji nchi hii. Tairi ya bodaboda ikiisha hapa, pesa inatoka hapa inakwenda kwa juu China kwa kiza bodaboda. Tairi. Nyie mtapataje ajira? Na viongozi wanakuja kuambia eti tatizo la ajira ni tatizo la kidunia. Sio kweli. Ni tatizo lililotengenezwa na viongozi wajinga wasiokuwa na maarifa walioko madarakani. Tatizo la ajira Tanzania ni la kutengeneza, na lazima tubadilishe hali hii. Nyie mko mitaani hamna kazi kwa sababu walioko madarakani hawana maarifa. Wamefika mwisho na matatizo hayawezi kutatuliwa na kiwango kile cha fikra kilichosababisha matatizo haya. Haiwezekani, ni principle hii. Problem cannot be solved with the same level of thinking that created them. Tunahitaji akili ya juu zaidi itatue hayo matatizo. Uongo kweli? Matatizo ya kukosa ajira yamesababishwa na nani? Sasa itatatuaje matatizo? Ni watu wanakuja na uongo kila mwaka baada ya mwaka. Mwalimu Nyerere alisema mtu mwenye akili akikuambia jambo la kipumbavu, ukikubaliana naye anakudharau. Yaani wewe una akili, mimi na akili, na kuambia hiyo gari ni pikipiki, ukikubaliana na mimi nakudharau. CCM wanawadharau nyinyi. Ndio maana kila mwaka wanakuja wanaambia tuchagueni, tutatengeneza ajira. Hawatengenezi. Miaka mingine anakuja tuchagueni. Sasa nyinyi na wao nani mjinga hapo? Yule unayekubaliana na uhuni wao huu. Pengine una akili timamu. Inakuaje kwenye nchi kama hii? Tuna nchi kubwa yenye watu milioni 60. Eti uwanja wa ndege wa Kia unakabidhiwa kwa Mwarabu wa Dubai ya uendeshe. Omani uwanja amejenga Mwalimu, upo pale, mtalia kitua dola 55, ukiwa naondoka dola 55. Hiyo hatuwezi kukaa tukakusanya. Tumemkabidhi Mwarabu wa Omani atukusanyie. Leo. Thank you very much. Mabasi ya mwendo kasi, serikali imekopa
imejenga barabara za BRT pale Dar es Salaam. Uongo kweli? Zipo. Pesa sisi tutalipa. Deni serikali inarokopa unalipa wewe. Ndio maana makusanyo ya nchi tunakusanya trilioni 1 bilioni 400. Bilioni 900 zinakwenda kulipa deni, bilioni 500 zinaingia kwenye mishahara. Ndio maana serikali haiwezi kufanya kitu bila kwenda kukopa tena. Imekuwa kama askari wetu wanaoteswa, anakopa kwa mangi mpaka anaacha kadi ya mshahara pale, ukitoka tu mangi akate pale. Uongo kweli? Kwa sababu serikali imewatesa walimu hivyo hivyo. Uongo kweli? Serikali yetu nayo inaishi hivyo. Inakopa, inarudishia, inakopa, inarudishia. Leo wewe ndio unalipa deni la taifa. Unaelewa? Tumekopa leo, tumejenga barabara za BRT, alafu unasikia tumeingia na kampuni ya nini? Ya Uarabuni, mkataba wa kuendesha mabasi ya BRT kwa miaka 12. Mimi najiuliza, nani ameroga watu hawa? Kwa nini tunaongozwa na watu wa aina hii? Biashara pekee ambayo nimeona inakufa, ambayo ina faida, ni biashara ya BRT Dar es Salaam. Basi limenunuliwa jipya, linaenda Kimara limejaza, linarudi limejaza mpaka watu limeacha, alafu eti linapata hasara. Sijai kuona biashara. Sasa mimi najiuliza. Hebu nisikilize Morogoro. Huyu Abudi, si ndio mbunge wenu? Si mbunge wenu? Abudi ni CCM. Uongo kweli? Ni CCM, si kweli? Lakini si ana mabasi. Sasa unajiuliza, tungekuwa na viongozi wenye thinking, hata huyo Abudi au Shabibi, kwa nini msimpe endesha mabasi? Kwamba bana, wewe chukua barabara hizi hapa, hauingiliwi, nunua mabasi endesha pale. Unajua maana yake nini? Leo Mwarabu akija kuendesha basi pale, mama anayepanda basi kutoka Kimara, mama maskini, akilipa shilingi 500, Mwarabu akipata faida ile 500 anaipeleka kujenga kwa watu. Abudi akipata faida atajenga nyumba hapa, japo ni CCM, itakuajiri wewe fundi. Sio kama mnaelewa? Hivi mnaelewa nachokisema? Leo tunachukua pesa ya mama anayepanda basi kutoka Kimara, mama maskini, tunaisafirisha kwenda kutengeneza ajira Dubai. Arabuni.